tunamshukuru Mungu tuko salama. Mambo mazuri. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametia baraka zake. Leo siku ya Jumatatu njema na Jumatatu tulivu baada ya jana mashabiki kutetea klabu yao. Leo tunaendeleza tulipoishia kama wanachama na mashabiki, kwa sababu kazi yetu ni kusapoti kila kitu chema kwenye timu yetu. Niwapongeze kwanza, kabla ya kuanza yote niwapongeze mashabiki. Wametetea tena hadhi yetu mashabiki wa klabu ya Simba na wanachama, kwa sababu tuna tunzo ya mashabiki bora. Lakini jana tumecheza mechi ya mashabiki ya dabi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo kwa kuchukua lile kombe niwapongeze ndugu zangu. Sikuwepo, lakini yani kimwili sikuwepo, lakini kiroho nilikuwa na wao, kwa sababu na majukumu mengine ambayo na yenyewe ni ya Simba vile vile. Kwa hiyo niwapongeze kwenye hiyo. Asubuhi nimeona moja kati ya andiko la Alikama akisema mnashangilia ubingwa, mmesahau kabisa albadili. Nakumbuka hapa press ilikuwa kwenye ile tao, nikasema leo nitasoma dua. Mambo yakoje? Mimi niseme mambo ya Simba yanafanywa na wenyewe wana Simba. Wengine waga wanadandia tu kwa mbele. Kwa hiyo sisi jambo letu tunafanya wenyewe wana Simba. Kwa hiyo nadhani Ali ni msemaji wa Yanga. Kwa hiyo yeye hili alimuhusu. Swala la kufanya yeye sio ndo anayetoa amri tufanye. Wana Simba tumeamua, kama vile wana Simba walivyohamasishana wakasema tunaenda kuwafunga mashabiki wa ovyo wa nyuma mwiko, na ndo walichokifanya jana, kwa sababu kila mtu kathibitisha, dunia nzima imethibitisha kwamba mashabiki wa nyuma mwiko ni watu wa ovyo. Jana lilikuwa bonanza la kujifurahisha. Wamefanya vitu vya kishamba sana, wamefanya vitu vya ajabu sana ambavyo hata binadamu wa kawaida mwenye akili timamu hawezi kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo mimi niseme tu, dunia imejua kwamba mashabiki wa ovyo ni wa timu gani. Kwa hiyo hata msemaji wao naye, kwa sababu na yeye halisapoti ule uovyo. Kwa hiyo niwaambie tu Watanzania wameona watu waovyo wakina nani. Kwa hiyo hata ili swala la dua hawakutulazimisha wao kufanya, ni mamlaka yetu. Leo yeye anajua leo tarehe tuliyopanga, ila tulisema mwisho ni leo tarehe 22, lakini kuna wengine wamefanya kabla ya tarehe 22. Kwa hiyo hizi zimefanywa sehemu nyingi, ila kwa hapa ambapo na ndo kiini na ndo chanzo cha lile tukio, nadhani dua yetu kama tulivyopanga na maandalizi kila mtu kaona yamefanyika. Nadhani nyinyi waandishi mmekuja, kuna maandalizi mazuri na kila kitu kimetimia. Kilichobaki ni kukamilisha ile dhima ambayo tuliosema tutafanya, na tuwaondoe hofu wana Simba. Wasisikilize maneno ya watu, vitu vya Simba vinafanywa na wana Simba. Na kama mashabiki jana wamemfunga nyuma mwiko, basi na hata hili tunafanya wanachama na mashabiki, na hili litapita. Jambo lipo na mipango ya kufanya ipoje? Jambo lipo na maandalizi yetu, kila tulichohitajika tukipate tumekipata kwa wakati kwenye jambo lenu, na kila wanaohitajika kufanya wamefika kwa wakati kwenye albadili. Kila kitu kiko salama na tutafanya inshallah. Ujue kuna watu wanataka kutumia hiki kisomo kama mafanikio kwenye mitandao kwao. Hili tunafanya kwa maslahi ya klabu ya Simba na ya watu wote. Kuna malalamiko, watu wanasema, kuna watu wanalia, kuna watu wamekufa. Sasa ili kufuta machozi ya watu ambao wanaolia, ili kufuta kisilani cha watu ambao wengine familia zao zimekufa, tunataka kumshtakia Mwenyezi Mungu, ili na ndo nia yetu. Kuna watu nimesikia wengine wa Simba wanabeza kwamba kwa nini kafanya yeye, akutushirikisha kufanya nini. Mimi niwaambie, kwenye kisomo hiki leo kuna watu kutoka sehemu tofauti, sio vizuri kuwataja, ila wengine wametoka nje ya Dar es Salaam, lakini tunao kwa imani yao. Tukija kushirikiana kwa pamoja tutakifanya, lakini tulitoa ushauri kila mtu afanye anapopataka. Sasa kama mtu hajafanya analalamika kwamba hajashirikishwa, huyo munafiki, na swala hili halitaji watu wanafiki. Na tuambie, hili swala hatujalifanya kwa sababu tupate viewers kwenye mitandao, hili swala tulilifanya kwa sababu tupate umaarufu. Tumelifanya kwa maslahi ya klabu ya Simba, ila leo kwa sababu kuna mitandao ndio maana tunawataarifu na wengine wafanye. Kwa hiyo waliofanya kabla yetu tuwaambie, sisi tarehe 22 ndio leo na jambo linafanyika, na kila tulichokihitaji ya Rabbi Mwenyezi Mungu katujalia tumepata. Lakini niwaambie ndugu zangu, vikwazo viko vingi vya ndani na nje, ila Mwenyezi Mungu kasimamia na kila kitu tunakifanya na kila kitu kimeenda vizuri. Mwenyekiti, nimesikia moja ya mahojiano ya shabiki wa Simba anasema hili mnalolifanya sio sawa. Kwa upande wako wewe unahitaji ushauri wa mtu na uliwafikishia hili baadhi ya mashabiki wenzako ambao ni hapa Dar es Salaam wakatoa ushirikiano wowote?
Kuna neno tulizungumza katika press ile, sikuwa peke yangu, tulikuwa na watu wa matawi na ma-influencers wa Simba, tukatoa ushauri tufanye hiki kitu kwa watu wengine, tukasema tarehe 22 ndio mwisho. Kwa hiyo kuna watu wamejibu kwenye mikoa tofauti wamefanya. Sisi kilele chetu ni leo tarehe 22, na sisi tunafanya, na nyinyi mashahidi. Mmeona kuna maandalizi, sio vizuri kuyaonesha hadharani mbele za watu, lakini kuna maandalizi ambayo tunajiandaa tufanye. Sasa kama kuna mtu anasema yeye akushirikishwa, huyo hana mipango yake. Na huyo aliyesema maneno haya ndio yule ambaye alirekodiwa na kijana mmoja ambaye anasema ni Simba lakini yuko Yanga, anavaa jezi yetu. Nani yule? Mchome. Walimrekodi, akamwambia Mchome, mimi naleta story ili mradi nipate viewers. Sisi hatuendesi Simba kwa maisha binafsi, kwamba tupate riziki tuishi. Sisi Simba furaha yetu ni moja tu, dakika 90 tupate pointi 3, tutoke tumevua mafulana tushangilie. Jana nimeona mashabiki wamevua mafulana, nimeona mashabiki wamembeba msemaji wao juu, nimeona mashabiki, kila mshabiki amefurahi. Ile ndio furaha wana Simba. Sasa kuna watu wanachukua hivi vitu wapate viewers. Mimi hata ukiingia Instagram yangu sihitaji viewers za mtu. Nadhani kama ukiingia Shabani Mpira Pesa, angalia, sihitaji viewers wala sifa. Mimi nafanya kitu nipate furaha mimi na wana Simba wengine, na kilio changu kikubwa cha kuwaambia watu ili swala tulifanye. Kuna watu wanalia, watu wazima, kuna watu wanakufa, kuna watoto wanalia Simba anapopoteza. Watoto hao machozi yao atayafuta nani? Sisi tukasema ngoja tufanye hili. Sasa kuna mtu nasikia anajiita mchungaji. Sijaelewa anachunga nini, anachunga mbuzi, anachunga ng'ombe. Kwa sababu kama ni mchungaji wa kuomba kitu chenye dhamana cha watu wengi ambacho kuna watu wanalia, ina maana mchungaji kazi yake kuomba kila jambo jema kwenye Simba. Hili tunalolifanya sio jema? Umeniuliza swali. Nawaambia Watanzania wajue kwamba kuna watu wako kwenye Simba kama comedian ili wapate viewers. Mimi sitaki viewers. Simzungumzii mtu kwa sababu ya viewers. Nimwambie mchungaji achunge mdomo wake, kama mchungaji achunge mdomo wake. Yeye kila sehemu anaomba, anawaombea watu, ni kosa. Kwa nini sisi tulioitia hapa tukaja kufanya aseme sisi tumefanya makosa? Mchungaji munafiki katika wanafiki, na ni mchungaji 90% washikaji zake anaozunguka nao ni watu wa Yanga, na mipango yake 1% kubwa ni watu wa Yanga ili apate viewers. Sisi Simba tuko kwenye viewers. Simba tuko katika kutetea furaha za mioyo yetu. Unaweza kuwa na viewers kwa maslahi yako binafsi. Furaha ya ushindi wa Simba ni ya wana Simba wote. Na uhakika mchungaji Simba ikifungwa, yeye akaongea maneno ya ovyo, akipata viewers wengi, atafurahia viewers kuliko Simba kufungwa. Tuwaogope hao watu, sio watu wazuri katika klabu yetu. Mwenyekiti, pengine umweke sawa huyo mchungaji, pengine hajui lengo ya hii dua inayofanyika hapa. Na wale ambao pengine pia hawajui lengo ni nini kukutana watu hapa kumshtakia Mungu. Wana Simba wanajua lengo. Ndio maana waliokuwa tayari wameshiriki kutoka sehemu tofauti, kutoka mikoa tofauti, kwa sababu wanajua malengo. Na kuna wengine nyinyi waandishi mashahidi mmeenda wakiwa wanafanya au hakuna, kwa sababu wamejua lengo. Ukimwona mtu hajui lengo, anapindua ili lengo tunalolifanya, aongee maneno yake, watu wampe viewers, apate pesa. Kuna ambao hawaitakii mema ili linaloendelea. Ndio hawa Simba maslahi viewers. Mimi sio Simba viewers. Mimi Simba pointi 3 bro. Mimi juzi nimefanyika bonanza jana la washabiki wa Simba na Yanga. Lile bonanza lilipofanyika, mimi roho yangu ilikuwa kule, mwili ulikuwa huku. Napambania hili liishe, kwa sababu tunajua wote tuko kwenye njia hiyo moja. Sijakaa nikapondea lile bonanza hata siku moja. Nilisapoti kwa maneno, kwa kwamba wenzangu wanashiriki huku, mimi nashiriki huku. Sasa leo mchungaji kwenye bonanza kwa sababu anataka viewers na kuuza sura. Wewe kumuona jana mbele yeye ndo anaomba kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana kaomba. Lakini kwani kila mtu ana imani yake kwenye nafsi? Kwa nini yeye kila jambo akae mbele kama nani? Na katika hili mshaye kumuona mchungaji anaiombea Simba iwe na mambo mema. Yeye anaombea sehemu za kuonekana tu zenye watu wengi. Mshaye kumuona mchungaji kakaa peke yake akaiombea Simba, ni mshaye kuona? Anaomba kukiwa na watu apate viewers. Mimi sio Simba viewers. Mimi Simba pointi 3. Na Simba inapopoteza nafsi yangu inaumia.
na ndio maana imani yangu wanasema Mwenyezi Mungu muombe na utoe sadaka. Mimi namuomba Mungu na natoa sadaka. Ndio maana katika hili kuna sadaka zimetoka, kuna visomo vitafanywa, na tutamuomba ya Rabbi timu yetu iwe kwenye msimamo uliokuwa sahihi. Wanailia tuwafute machozi, na kuwafuta machozi ni Mwenyezi Mungu. Usipomuomba Mwenyezi Mungu anawafutaje machozi hawa watu? Kwa hiyo mimi niseme wana Simba, tuache kugeukana, tuache unafiki. Mimi nimejua jana kulikuwa na mipango, ndio maana mchungaji ameuza sura, ila nimwambie mimi sio Simba wa kuuza sura. Mimi Simba pointi 3. Yeye hajirekebishe, na nimemwona time anapiga hata mkorogo. Hasazidi kujisafisha sura aonekane. Mimi sionekani kwa sababu ya mkorogo. Mimi naonekana kwa kutetea pointi 3 za klabu yangu ya Simba. Na nimwambie mchungaji, mimi ni Simba. Mimi sio Simba maslahi, mimi ni Simba. Ndiyo maana lile zoezi nikawaambia wengine wakafanye, mimi nisimamie hili, na leo inshallah kila kilichotakiwa kimetimia. Mnyama yule pale kondoo amekuja. Mwenyekiti, kwa kuendelea, kuna baraka zozote umezipata kutoka kwa viongozi wa Simba kuhusu jambo hili? Nimeomba ridhaa kwao kwa kuwatumia message nipate promise na wao ili kukutana nao. Nimefuata taratibu, nimeona viongozi kwa upande fulani hawakuwa na ushirikiano wa kutosha. Nizungumze ukweli, mimi ni binadamu, na kama kuna sehemu nitakosea wataniwia radhi. Sikupata ushirikiano, atakayekasirika akasirike, ila kazi ya matawi, na mimi ni kiongozi wa tawi, na wanaofanya ni watu wa matawi. Kazi ya matawi ni kusaidia klabu yetu, kazi ya matawi ni kushauri klabu yetu. Kwa hiyo tunachokifanya kiko ndani ya katiba, sio kama tumetoka nje ya katiba. Tunasaidia klabu yetu kwa kile tulichokiona. Kama viongozi hawajaridhia, inawezekana labda wana jambo wanalo kwenye mioyo yao, sisi haituhusu. Tunatimiza wajibu wetu kama tunavyotimiza wajibu ya kwenda uwanjani, kama tunavyotimiza wajibu ya kununua jezi, kama tunavyotimiza wajibu wa kusapoti timu yetu kwa kila jambo. Ndio tumetimiza wajibu kwa swala hili, kwa sababu swala hili sio sisi wageni kufanya. Hata klabu yenyewe ligi wakati inaanza walifanya. Kwa hiyo na sisi tumeendeleza walipofanya wao, na sisi tumefanya kwa imani na mioyo yetu. Kwa hiyo swala hili niseme ukweli, ushirikiano wa viongozi umekuwa 0.